Inasikitisha sana mtu anayekudai kutangulia mbele za haki. Majuto huwa ni makuu mno pale tunapotambua kwamba kuna mambo hayakukamilika, maneno hayakusemwa na haki ambazo bado zilikuwa zikitafutwa bado zipo. Ndivyo ilivyo kwa aliyekuwa kocha wa Harambee Stars Engin Firat, ambaye aliripotiwa kufariki dunia baada ya kupatwa na mshtuko wa moyo. Firat alipewa jukumu la kuinua Harambee Stars mwaka 2021 katika kipindi ambacho soka la Kenya lilikuwa likipitia changamoto nyingi, ikiwemo kufungiwa kwa Football Kenya Federation na FIFA. Licha mazingira hayo magumu, kocha huyo aliendelea kuiongoza timu ya taifa kwa matumaini ya kuirejesha Kenya katika ushindani wa kimataifa. Katika kipindi chake akiwa kama kocha wa The Harambee Stars, Firat aliongoza timu katika mechi kadhaa za kimataifa na za kirafiki, pamoja na mechi za kufuzu mashindano ya Afrika. Kwa jumla alisimamia takriban mechi 18 ambapo Kenya ilipata ushindi mara 5, sare mara 7 na kupoteza mara 6. Ingawa matokeo hayo yalikuja na changamoto zake, wengi waliona jitihada zake za kuingiza damu changa na kujenga kikosi kipya kama hatua muhimu ya kuijenga upya timu ya taifa. Hata hivyo, kabla ya kifo chake kulikuwa na mgogoro wa kisheria kati ya Football Kenya Federation FKF. Firat alikuwa akidai takriban shilingi milioni 75 kama mishahara ambayo hakulipwa, pamoja na fidia za kuvunjiwa kwa mkataba wake. Mwaka uliopita aliwasilisha kesi hiyo kwa FIFA kupitia kitengo cha FIFA Dispute Resolution Chamber, na hadi kifo chake shauri hilo lilikuwa bado linaendelea kusikizwa. Habari ya kifo chake imeacha huzuni na tafakuri nyingi katika familia ya soka nchini Kenya. Ni ukumbusho kwamba nyuma ya mikataba, takwimu na migogoro ya kisheria kulikuwa na mwanadamu aliyetoa muda, akili na nguvu zake kuijenga timu ya taifa. Leo soka la Kenya linaomboleza. Uwanja unaonekana mtupu kidogo, bila sauti yake pembeni ya benchi la fundi. Kwa heri Engin Firat, kocha aliyepiga ndoto ya kuona Harambee Stars ikisimama tena kwa fahari. Pumzika kwa amani.